Unaendelea kupokea taarifa hizi kupitia KTN News, ikiwa ni taarifa za mbiu ya KTN. Tunakuletea taarifa kutoka maeneo mbalimbali. Hivi sasa wacha tuelekee katika bunge la Kenya, ambako kuna kamati maalum inayohusiana na masuala ya ardhi na kaa pale, na inaendelea kusikiza hivi sasa kutoka kwa waziri wa ardhi ambaye ni Kaimenyi. Hivi sasa anaendelea kuhojiwa. Wacha tusikie mawili matatu alafu turudi tuendelee na taarifa zaidi. Naam, naarifiwa kidogo tu hapo kuna changamoto, lakini naam, ndio huyo tumeweza kumpata akiwa katika ile kamati. Tunajaribu kuona kama tutaipata sauti tuweze kuinasa vizuri sana ili uweze kupata na kusikia kile ambacho kinachoendelea. Kumbuka hizi ni taarifa za mbiu, na hivi sasa namwona ndio huyo yuko hapo tayari. Wacha tumsikize ili tuweze kusikia kinachoendelea katika kamati hii ya bunge. Na mtazamaji, naarifiwa kidogo kuna changamoto za sauti pale kupatikana, na kana kwamba kikao hicho pia tayari kimeanza. Kumbuka kuanzia wiki jana kikao hicho kimekuwa kisikiza washikadau mbalimbali, na kumbuka pia Mohamed Swazuri aliweza kufika kwenye kikao hicho ili kuweza kuhojiwa kuhusiana na ule mradi wa reli ya kisasa, na hii leo waziri Kaimenyi pia amefika mbele. Basi tutakuwa wenye kuarifu na kile ambacho ameweza kuleta mbele ya kamati hiyo ya bunge. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi, mataifa ya Kenya na Ushelisheli yametia saini mkataba wa ushirikiano kuhusu vita dhidi ya mihadarati na hata ugaidi. Marais Uhuru Kenyatta wa Kenya na mwenzake Dani Faure kutoka Ushelisheli kule wamekutana katika ikulu ya Nairobi na kufanya mazungumzo ya kina kuhusu uwekezaji na biashara baina ya mataifa haya mawili. Kenya inategemea zaidi ufanisi wa sekta ya ulinzi nchini Ushelisheli ili kuboresha usalama wake. Kulingana na Rais Uhuru Kenyatta, ushirikiano baina ya mataifa haya mawili utafanikisha vita dhidi ya ugaidi, hasa mbinu mwafaka za ukusanyaji na utekelezaji wa taarifa za kijasusi, biashara ya mihadarati, mbali na uimarishaji wa sekta ya utalii na hata mahoteli. Vilevile, Ushelisheli imeahidi kuajiri Wakenya zaidi ambao waliohitimu katika taaluma tofauti, hususan walimu. Tourism for a good part of our GDP. Tourism is a critical sector in both our economies. But again, we have also agreed that our products are not in competition, and we can actually work together and collaborate together, because the Seychelles beach experience is very different from the Mombasa beach experience. It's more attuned to our safari. And here is where we were saying there exists a huge potential for us to work together to joint sell our safari product, which is world-renowned, alongside the Seychelles tourism product. You've got your beautiful safari, and of course Seychelles, as you know, we've got the beautiful beaches. So we have agreed that both our marketing agencies and organizations and ministers will work in transforming this new vision into reality. Zaidi ya Wakenya 6,000 ambao walikuwa na ndoto ya kumiliki nyumba wamesalia na majuto baada ya shirika moja la kutoa mikopo maarufu kama Ekeza Sacco kuwalaghai. Mwanahabari mwenzangu Hussein Mohamed sasa anatupa kionjo tu cha taarifa hiyo ya kapu la utapeli. Kuna matangazo, kuna mtu anatangaza hapa anaitwa Ngari, anatangaza kuna mambo unaingia Sacco, una invest, alafu kisha invest kuna venye wanachukua hiyo, sijui ukiinvest kama ni 20k wanafanya times 3. Are you getting? Ndio kama ni 20 unapewa 60. Sasa nikamwambia instead of, unajua kulingana na kazi zenye tunafanya kupata that a large amount ni ngumu sana. Nikamwambia kumbe hii hata nikipata kama ni 1500 ni invest. Kwa hiyo nikuwa nimeweka kwa hiyo Sacco yao nitachukua times 3, that is 1.5. Nikaona angalau naweza hata nunua mahali na still job yangu ijaanguka. Nikasema it's a good place. Nimesikia wengi wakisema, lakini ukisikia kwa radio
unasikia ni kuzuri sana. Kwa wahusika ilianza kama ndoto ya mafanikio, wakadhania milango ya heri imewafungukia, ila hawakujua walikuwa katika idadi kubwa ya Wakenya ambao juhudi zao husalia kama hewa. Wakajipata wamo chini ya mabawa za matapeli. Allow me to build you a part of it and leave you to build the rest as you stay there. Because of course implication. Akiba yao ikayeyushwa na washikamana wa fedha zao. Kufika kwenye tulipeleka huko kunaitwa Joska. Ni mbali sana. It's like a desert. Zaidi ya Wakenya 6,000 wamesalia kudai ama pengine kuomba pesa zilizo kibindoni. Je, mtumishi wa Mungu aliwatapeli waumini na Wakenya fedha zao? That price cannot work again. That price cannot work again. It's not work. Hii ni simulizi ya chama cha ushirika na mikopo maarufu kama SACCO, chama cha Ekeza SACCO, kikujulikana na wengi kama Gakuyu Real Estate. Mtazamaji, kinyang'anyiro, naamini taarifa hiyo itakuja vyema mapema hii leo kwenye KTN News, ambayo itakuwa inaangazia zaidi ubadhirifu huo na namna ambavyo Wakenya waliweza kulaghaiwa katika SACCO hiyo ambayo tumeweza kuitaja hapo awali. Lakini kwa mengi zaidi, usikose kutazama taarifa zetu mwendo wa saa 1 leo jioni, na vile taarifa kwa lugha ya Kiingereza. Kwingineko, kinyang'anyiro cha tiketi ya ubunge katika sehemu ya Malindi chini ya chama cha ODM kimeshika kasi, huku wagombezi wakuu ambao ni mbunge wa sasa Willy Mtengo na mwakilishi wa wanawake kaunti ya Kilifi Aisha Jumwa wakirushiana cheche za lalama, kila mmoja akisema kwamba anacheza siasa chafu. Mwanahabari Mashirima Kapombe anaarifu zaidi. Kivumbi cha kupata tiketi ya chama cha ODM cha eneo bunge la Malindi kimewasababisha wagombezi wakuu kubuni njia mbadala za kupata uungwaji mkono wa wananchi. Mwakilishi wa kike kaunti ya Kilifi Aisha Jumwa akisakata rumba na kina mama. Mbunge wa sasa Willy Mtengo alifanya uzinduzi wa mijengo, kila mmoja akiwa na uhakika kuwa tiketi ya ODM itakuwa yake. Mimi ni mbunge wa kuchaguliwa kwa kura nyingi na ni mbunge aliyejizatiti kwa sababu kazi mashinani nimeifanya. Wanasema watu wao watoke wakapiga kura za mchujo. My friend, safari hii utashangaa. Na wote wakalaumiana kwa kutumia fujo kuendesha kampeni na kucheza siasa chafu. Hiyo ni siasa ya chuki, ni siasa ya kifidhuli, ni siasa ya kinafiki. Na tunataka tuwakanye ole wenu nyinyi mnaoleta siasa ya chuki Malindi. Mimi Aisha Jumwa ni mwana ODM damu na siwezi kuleta fujo ndani ya mkutano wa ODM. Tangu Mheshimiwa Francis Bobituva ni mbunge wa Malindi, mpaka kuja Mheshimiwa Abubakar Badawi, mpaka Lucas Maitha, kufikia Mheshimiwa Gideon Mungaro, mpaka akaja Mheshimiwa Dan Kazungu, na leo Mheshimiwa Malindi ni Willy Baraka Mtengo, hatujakuwa na kura wala siasa ya chuki. Tunataka siasa za amani na uchaguzi wa amani ndani ya Malindi. Hatuhitaji watu wanaoeneza ukabila na sera za kugawanya watu na matusi mazito. Kisha swala la ni nani mwenyeji halisi wa Malindi likatonesha vidonda. Swala kuu likiwa nyumba ya kifahari ya Aisha Jumwa eneo la Kakuyuni. Wewe unkuja Malindi juzi ununua ardhi yako njenga nyumba miaka 2 wasema wajua mahitaji ya Malindi kunishinda mimi mzaliwa wa Malindi. Mheshimiwa Aisha Jumwa amejenga gorofa, hata mimi pia ninajenga gorofa. Iko wapi hiyo yako? Nyali. Aisha Jumwa kwao kwa kuzaliwa ni Takaungu, lakini kwake kwa kufa kuzikana ni Kakuyuni. Kuna makosa hapo? Msema kweli, hata hivyo, atakuwa mwananchi mwanachama wa ODM ambaye ataamua ni nani kati ya Mtengo au Jumwa ambaye atapata tiketi tarehe 11 mwezi huu kwenye uchaguzi wa mchujo. Mashirima Kapombe, KTN News. Chuo kikuu cha Southeastern maeneo ya Kitui kinaomboleza kifo cha mmoja wa wanafunzi wake punde baada ya hafla ya kufuzu kukamilika. Leonard Ongwae alifariki baada ya kuanguka kutoka ghorofa ya 4. Na huko Nyeri, mwanamume mmoja alidungwa kisu hadi kufa kwenye mzozo kuhusu shilingi 200 za kampeni. Mark Namaso na taarifa zaidi.
Huzuni imegubika boma hili eneo la Mukurweini, kaunti ya Nyeri, familia ikiomboleza kifo cha Bianjo Mwaniki, mhudumu wa bodaboda. There was a dispute on money. I don't know where they got the money from, but how they were supposed to share the money is that it's possible that somebody took more than the other. Kwa mujibu wa jamaa za mwenda zake, mshukiwa kwa jina la Samuel Waithaka aliwashambulia watu wengine wawili kabla ya kutekeleza mauaji hayo. Mzozo ukihusu shilingi 200 za kampeni walizochapia mwanasiasa fulani siku hiyo. Akimaliza hivyo akagoga ule teke, ule moja akatoroka, lakini huyu ajiri sijui vile malishikana akamdunga kisu ya bafu ya mpande wa ushoto, alimdunga kisu 3. Mshukiwa alitokomea gizani, lakini jamaa mmoja aliyeishi naye akakamatwa kusaidia uchunguzi. Serikali imshukulia hatua, imtafuta mahali popote ako. Juu sasa hii mzigo nimewachia, niko na watoto, sina bwana. Na chuo kikuu cha Southeastern Kitui, sherehe ya kufuzu ikageuka karaha. Leonard Ongwae aliyesomea shahada ya mazingira akifariki kwenye hali tata. Wazazi wake wakisafiri kutoka magharibi mwa nchi kujua lipi lilimfika mtoto wao. Kufika hapa kwa Fonza, nikapata a friend akaniambia ati, nikamuuliza nini mfanyika ati kijana yako ati alipatikana kwa ground floor ikiwa ni kama amekufa. Marehemu anasemekana kuonekana mara ya mwisho akijifurahisha na wenzake Ijumaa usiku, wahudumu wa hifadhi ya maiti wakisema mwili uliletwa na watu wasiojulikana. Alianguka from hiyo floor mpaka basement. Nili expect kijana hata kichwa hakuna, mikono hakuna, lakini mkono uko mzima, ako na ponde hapa nyuma. Nadhani ilikuwa hapa na kwa mapua. Mzazi sasa ameishia kuzunguka kutoka afisi ya chifu, polisi, kitengo cha CID na afisa wa upelelezi wa kaunti bila majibu. Simu ya mwanawe isijulikane ilipo, mazingira ya kifo chake yakisalia fumbo. Mark Namaswa, KTN News. Naam, kwingineko mamia vijana mjini Busia waliandamana na kulalamikia kutozingatiwa kwenye miradi ya maendeleo na serikali ya kaunti hiyo. Vijana hao ambao walikuwa na mabango wamemlaumu gavana wa kaunti hiyo Sospeter Ojamong kwa kutozingatia kuwapa 30% ya kandarasi, huku wakielezea kutopata huduma kutoka kwa serikali hiyo. Vijana hao pia wamedai baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakiwatumia vibaya. Na mtu alafu uende nyumbani. Leo iko vijana tukipita wanajiita jobless. Hatu wanajaribu kusimamisha sisi. Waacha tutapambana na hiyo jobless na nyinyi msaidie sisi, wakikuja hapa mtishikie hapa. Mnasikia? Kwa sababu hawa ndio wanakuja kuibia nyinyi hapa usiku. Mnasikia? Wako huko ndani ya town ka village kidogo tu. Kwa hivyo tukiwasukuma leo usiku huko, akikuja hapa ukiona stranger mchome. Mnasikia? Sababu hao ni watu wabaya, wanakuja kuharibia jina yetu ya Busia amani. Mnasikia? Na tutawaandama vizuri na vilivyo, Na nyumba moja yenye ghorofa 15 imeshika moto na kuathiri shughuli katika mtaa wa Ganjoni, kaunti ya Mombasa mapema hii leo mchana. Kulingana na taarifa, nyumba hiyo ambayo bado inaendelea kujengwa ilishika moto baada ya kuanzia sehemu ya kuhifadhi mbao ghorofa ya chini. Watu watatu ambao ni wajenzi wameokolewa na zimamoto katika kaunti ya Mombasa wakishirikiana na maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Mombasa. Majirani wa nyumba hiyo walishtushwa na tukio hilo ambalo maafisa wa zimamoto walikabiliana na moto huo na kusitisha usisambae katika nyumba jirani. Alikuwa anajua hiyo veterinary ni ya wanaume, hapana ya wanawake.
Mtaalamu wa afya ya uzazi wa mifugo Rachel amekumbana na panda shuka sio haba, na haswa anapohitajika kuwatibu wanyama kwenye mbuga. Saa ingine tunaenda huko mchangani, unafanya kazi, sasa unalala kwa hema. Siku moja, mfugo moja ilikuja, inaitwa what's this big animal? Anyway, moja ilikuja usiku, ilikuwa kwa tent peke yangu. Nilisikia inapiga kelele huko nje. Sijui nilipita wapi, nilikimbia tu. Nikaingia kwa nyumba ya warden. Nikalala tu huko. Ushawishi wake uliotokana na malezi kwenye familia iliyofahamu mifugo kama kitega uchumi, Rachel amefanikiwa kuzuru sio tu maeneo yote kama nchini Kenya, kuwakagua mifugo, lakini pia zaidi ya mataifa 60 kote duniani. Veterinarian kama mimi, mpaka ukienda kuona hiyo mifugo watakupatia history. Kitu moja ambao unataka kujua, hiyo ng'ombe au mbuzi ilikuwa inafungwa namna gani, alipatiwa chakula gani, hiyo ugonjwa ilianza namna gani. Ukipata hiyo history, then unaanza hapo kuangalia kitu gani imeenda mbaya. Changamoto yake ni kwa akina mama na haswa kutoka jamii za wafugaji kujitosa kwenye taaluma ya udaktari wa mifugo, kwani mara nyingi wao ndio wanajukumika sana. Rachel ni mtu wa furaha, napenda kufanya kazi na watu, haswa kama sisi wadaktari wanawake, anatuhimiza sana kwa kazi na anatufundisha pia kazi. Rachel ambaye mara nyingi ungempata kwenye maabara akitengeneza vifaa vya kupima magonjwa miongoni mwa wanyama mbalimbali, akiwa na umri wa miaka 70, ameamua kumakinikia ushauri na saha kwenye sekta ya ufugaji. Cecilia Wakesho, KTN Leo Wikendi, makala ya Mwanamke Ngangari. Mtazamaji, basi kufikia hapa natamatisha taarifa za mbiu ya KTN. Asante sana kwa kutazama. Kumbuka kujiunga nami tena mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za KTN leo hii jioni, lakini kifuatacho kwenye muda usiokuwa mrefu mwanahabari mwenzangu Hassan Juma anakuja kushika usukani katika kile kipindi cha Zilizala Viwanjani, akituangazia kinachoendelea katika viwanja mbalimbali kwenye asasi za michezo. Mimi naitwa Ali Manzu, asante sana kwa kutazama, endelea kuwa nasi.